Yes, Bwana Yesu asifiwe sana, mtoto wa Mungu. Ni mimi rafiki yako mchungaji Gabriel Stefano wa huduma ya CRMC. Jambo ambalo utakuwa kuelewa, usikilize video hii mpaka mwisho, inawezekana ikakusaidia sana kwenye maisha yako, itakusaidia sana katika chochote unachokifanya. Session iliyopita tulikuwa tunajifunza kwa habari ya laana na karma, na kwa tafiti ambayo nimeifanya kwa muda mrefu nimekuja kugundua watu wengi wanateswa na hivi vitu, karma na laana. Na nadhani kama hujui tofauti ya karma na laana, unaweza ukasikiliza kwa video iliyoko nyuma yetu ambayo imeandikwa karma na laana, episode namba 1. Ukisoma ukaisikiliza, nafikiri hii session ya pili utaweza kuelewa zaidi. Nimesema laana ndio zimekuwa zinawakumba watu wengi. Kama ukisoma kwa Biblia, Yohana Mtakatifu sura ya 9 mstari wa 1 na wa 2, ya kwamba mtu anaweza akalisi ugonjwa, akalisi chochote kutoka kwa wazazi. Manake laana inakuwa inaweza ikatoka kizazi kimoja mpaka kizazi cha 4. Kwa yale ambayo wazazi walioyafanya kwenye maisha yetu, ndugu zetu, wazazi wetu walioyafanya kwa watu wengine, labda ilikuwa ni familia inadhulumu watu, ilikuwa ni familia ambayo inaua watu, ilikuwa ni familia ambayo inafanya chochote, unakuta ile laana inafuata maisha ya ule uzao. Kuna story moja, kuna familia moja ilikuwa ni kila wakifikisha miaka 40 watoto, yani ile familia mtoto akifikisha miaka 40 alikuwa anakufa. Yani kila akitimiza miaka 40 anakufa na haendelei kuwepo. Sasa wamejaribu kwenda kwa waganga, wamejaribu kutoka hapa kwenda kwa waganga, wakaenda makanisani wakaombewa, lakini tu ikifika miaka 40 yule mtoto lazima afe. Yani hata kama ameomba, amefunga, amefanya chochote, ila akifikisha miaka 40 anakufa. Kwa wakawa wamehangaika kwa muda mrefu sana. Siku moja mwanaume mmoja ambaye ilikuwa ni birthday yake ya miaka 40. Sasa wakati wengine wanafurahia kwa habari ya birthday yake ya miaka 40, wanafurahia, wanaenjoy, lakini yule akawa furahi kwa sababu alikuwa anajua kwamba mimi nimefikisha miaka 40 lazima nife. Akawa ametoka, akaanza kukimbia tu, anatembea ovyo ovyo. Baada hapo akakutana na nabii mmoja. Nabii mmoja alipomwangalia akamwambia, najua unakimbia kwa sababu leo lazima ufe kwa sababu umetimiza miaka 40. Lakini akamwambia, changamoto ya kwako inokufanya mfe kwenye familia yenu, babu yako alishawahi kumgonga binti mwenye miaka 40. Alipomgonga ile binti akafa na hakuwahi kutokea kwenye msiba. Na wale ndugu wa yule binti aliyefariki walivyotangaza ya kwamba nani aliyemgonga babu yako, hakuweza kufanyeje, hakuweza kujitokeza. Kwa baada ya kushindwa kujitokeza, kitu gani ambacho kilichotokea? Alivyoshindwa kujitokeza, jambo ambalo lililotokea ni kwamba wale watu wakaenda wakasema aliyemuua mtoto wetu na watoto wake yani ukoo wake mzima hatavuka miaka 40. Kwa ile laana ikaenda kwa hiyo familia, wakajikuta kila baada ya miaka 40 hawawezi wanakufa. Akasema sasa, ili tuweze kufanikiwa tunabidi tukatafute ile familia. Tukitafuta ile familia, twende tukawaombe msamaha. Tukiomba msamaha, nafikiri laana ikawa imekwisha. Akatoka pale nabii akiwa na pamoja na yule mwanaume, wakaenda kule wakakuta ile familia, dada yule binti aliyofariki, ni mzee sana, yupo, akawa amewasamehe, na toka siku hiyo ile laana ikawa imeondoka ya kufa wakiwa na miaka 40. Umeona? Ukija kuangalia kwamba laana imekuwa inaathiri watu wengi, na laana haiondolewi kwa namna utakavyoomba, haiondolewi kwa maombi. Kuna namna unaweza kuondoa laana. Haiondolewi kwa kumwaga damu ya Yesu. Haiondolewi. Laana haiwezi kaondoka kwa staili. Hata kama utaambiwa na mchungaji ya kwamba anakuombea ili laana iweze kutoka, haiondoki katika namna hiyo. Laana ni kitu ambacho umekipokea, ni kanuni ya kupanda na kuvuna. Lazima uvune tu. Kama ilitoka kwa wazazi wako ikaja kwako, lazima uvune. Kuna namna tu ambayo unaweza ukafanya ili uweze kustopisha hiyo laana. Namna ya kwanza ni zipo ambazo ni kama inakwambia alienda akaomba radhi na ukoo mzima umeponywa. Unajua kuna mambo mengi ambayo yanafanyika katika jamii yetu tulionayo, katika watu tulionao. Hayo yote yanofanyika ni kwa sababu kubwa yanayofanyika katika jamii yetu tulionayo ni kwamba watu wengi wana laana, anatembea na laana. Kwa kila anachokifanya kifanikiwi kwa sababu ya laana.
ambayo inafuata maisha yake. Na tumedanganywa kwamba toa sadaka fulani ili uondoe laana. Toa sadaka sija kujikomboa, toa sadaka kujilipua, lakini laana ziko pale pale. Una namna ya kuweza kuondoka kwenye laana. Mateso ulionayo ni kwa sababu ya laana ambazo umekuwa nazo, ambazo familia yako, ambazo watoto wako, ambazo wako nazo, natembea nazo. Na usipoangalia watoto wako wanaweza wakapata kwa sababu hiyo laana inatembea. Tumeona kuta ukoo wote maskini, hata kama apambane kwa namna gani atafika level fulani anashuka. Wapo watu wengi ambao tunawajua walipambana wakafika level fulani ya juu wakashuka. Mungu akubariki sana. Tutaendelea session inayofuata, tutakwenda kufundisha zaidi kwa habari ya hii jambo laana na kalma, na utanielewa vizuri sana na utachukua hatua. Mungu akubariki sana. Barikiwe. Shalom.